Saa hii tunahuzunika sana juu ya biashara zetu. Tuko na vibanda hapa ndani zinakuja kubomolewa leo. Tunaenda hasara kwa sababu watu wengi hatuna pesa za kukomboa stores. Kwa soko yenye ilijengwa hapa Githurai haitumikangi. Pia hiyo shop kwanza ni kidogo, watu ni wengi, hawezi toshea hapo. Sasa tunahangaika, tunateseka. Sisi tunawaambia Ruto achukulie kitu kwa maana, aichukulie kwa maana. Angalia wananchi juu bado tunaelekea wakati wa kuchaguana. Sasa akituingililia saa hii tunateseka. Sisi hatutaki mambo kama hiyo. Tunasimamisha, hatutaki mambo kama hiyo. Sasa hizo maandamano saa hii. Hizo soko ni kidogo sana kwa watu milioni moja. Watu milioni moja hazitoshea hapa. Peke yake inakuanga ili ujinga. Waliwapa notice ya siku 7 watoke hapa. Na ukiangalia hawa wanabiashara wamekuwa hapa katika kiwango kirefu sana wakifanya biashara zao hapa na wamekuwa wakiongea na Kena kuhusu hii eviction ya kuwatoa hapa, na walikuwa wamekubaliana kwamba Kena inatoa kama mita 30 ya kutengeneza barabara ili kutoa congestion ya hapa, na wanabiashara hawana shida na hiyo. Shida ambayo inapotokana ni kwamba tunasikia kwamba hii eviction ni ya kuleta wanabiashara wengine waje hapa wajenge mall na Airbnb na kuhatarisha maisha ya wanabiashara 1400 ambao wanafanya biashara zao hapa, na wanatolewa na notice ya siku 7 bila hata kukaa wawe na majadiliano mazuri na watu wa Kena, ili hata kama tunawatoa traders hapa kwa hii barabara tushughulike pali wataenda. Na hope kwamba koti itatupatia order ya kusimamisha hii eviction mpaka wakati ambapo wanabiashara wa hapa Githurai watakaa na Kena na wakuwe na washirikiane na wawe na agreement ya vile our traders wataendelea na biashara zao. Hawa traders wanasema wanajua shamba ni ya Kena. Wanasema wangekuja wapatiwe jinsi gani wanaweza wakatoka. Kuna wale wanasema tungeongeshwa tunaenda wapi. Na hii ni maneno ambayo leaders viongozi wa eneo hii kutoka kwa mkuu wa viongozi mpaka kwa mchini wa viongozi mpaka kwa MCA wa eneo wangekuja wakae na hawa traders, watu waelewane ni wapi tutaweza kusonga, kwa sababu kubomoa kwa mali ya mtu ule ambaye kwa sasa hivi tunaona Januari wametoka tu kulipa school fees, alafu uje umbomolee shamba ya kwake. Ukweli tunasema ni serikali yenyewe inakosa utu, serikali yenyewe inakosa kuangalia na kujua ni vipi ambaye ndio watu wanasimamia haya.